kusema yatatimia. Yatatimia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tuendelee. Akaota tena ndoto nyingine. Yes. Akawaambia ndugu zake. Ndio. Akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena ameota ingine. Haleluya. Ameota ndoto ingine. Na akasema sitazamaza, lazima niwaambie. Ikiwa marafiki ama ikiwa maadui, lazima niwaambie. Anaota tena. Sema aliota tena. Wewe uko hapa, uliweka kazi ikaenda ikaisha, hauwezi weka ingine na kuja kukuambia weka kazi ingine. Usikae pale kwa sababu maono yako itatimia. Usilale pale, walikufunga. Fungua ingine, maono yako itimie kabisa. Haleluya. Amen. Yusufu anaota ingine. Ile waliona vile walimpeleka, wakaota ingine. Akaota nini? Tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Haleluya. Jua, mwezi na nyota 11 zikamuinamia. Sema hao maadui wangu, kuna wakati watakuja. Haleluya. Wakupigia saluti. Haleluya. Watakuinamia wewe. Wale waliona ni kama wameisha, nakuja kusema hautaisha. Haleluya. Watakuinamia. Haleluya. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Anawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea. Mpaka baba. Haleluya. Mpaka baba. Hapa tumetoka kwa watoto, sasa mpaka baba. Hebu angalia hii toto, hebu angalia hii maono. Mpaka mzazi amemkemea. Mwambia wewe toto, maono ya Yosefa. Haleluya. Mpaka baba yake anamwambia we umekuja sana. Alimwambia we hebu nyamaza. Mpaka wazazi wake. Ni wangapi wameinukiwa mpaka na wazazi wao? Wako. Si ni wengi. Wanakuambia uwezi. Mpaka mama yako anakuambia uwezi. Mpaka baba yako uwezi. Hapa Yosefu ndipo alifika. Mpaka baba yake na mama yake walimkemea. Haleluya. Sema nimekataa kukemewa. Sema nimekataa kukemewa. Sema sitakemewa tena. Sitakemewa juu ya maono yangu. Sitafungwa juu ya maono yangu. Bali itatimia. Haleluya. Amen. Mpaka mzazi anakuambia wewe utanyamaza. Nini wewe unatuambia? Ati sasa mpaka nyota na mwezi. Unajua jua na mwezi ni baba yake na mama yake. Nyota ni ndugu zake. Alimwambia mpaka sisi wazazi wako, kuna wakati tutakuja wewe tukuinamie. Lakini maono ya Josefa Mungu alitimia. Sasa yako siku ya leo. Sema siku ya leo yatatimia. Maono yako siku ya leo Mungu anasema yatatimia. Hiyo ulipanga kufanya, hakuna mtu, hakuna kiumbe kitakuja kikusimamishe, bali itatimia. Haleluya. Amen. Akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Tunaona kinaya hapa, iko kinaya. Anamwambia mpaka mimi mzazi wako na mama yako tunakuja tukuinamie. Sasa wewe si unaona sasa? Lakini Joseph kile alifanya ni kuleta ndoto zake akasivuguranisha, lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu. Haleluya. Amen. Basi anamwambia mpaka sisi tutakuja tukuinamia. Ndugu zake wakamhusudu. Mbali baba yake akalihifadhi neno hili. Mzazi aliweka hiyo neno kwa roho.
hakuachilia lile neno. Alikajua hapa niko na kijana anasema siku moja ambao hajui ni gani tutakuja tumuinamie mpaka mimi. Hiyo neno hakutoa. Haleluya. Amen. Neno gani umeweka kwa roho inakufinya? Uliza mwenzako, kwa sababu sioni ukiwa na furaha. Sababu hauna furaha. Ni neno gani linakuvunja moyo? Ni neno gani? Simuulize, usimuogope. Ndio. Hata akiwa kuongelezi, angalia aliye nyuma yako. Ndio. Mwambie jambo gani uliweka kwa moyo yako. Neno gani? Linakuvunja moyo. Ndio. Linakusumbua. Achilia. Achilia. Haleluya. Amen. Amen. Tuachilie. Mungu atubariki. Haleluya. Achilia yale yote umebeba. Kabisa. Mungu akubariki. Haleluya. Achilia chochote umebebeshwa na shetani ili ndoto yako ifikie. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo li salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, nawatafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, twendeni Dothani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hapa tunaona ya kwamba katika zile ndoto baba yake ameweka katika roho zake. Hapa baba yake alikuwa na buzi, na hizi buzi zilikuwa zinazungwa na hao watoto wake. Haleluya. Na ndivyo hao walikuwa ni wachungaji wa hizi buzi zake, na ndivyo neno linasema ya kwamba hii siku ingine wakaelekea kuchunga kondoo pale Shekemu. Haleluya. Kwa hivyo tunaona zile kazi walikuwa wanafanya. Huyu ni mtu alikuwa amebarikiwa na mifugo yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ile kazi watoto wake walikuwa wamefanya. Siku moja huyu Yosefu akaambiwa na baba yake, enda ukaangalie ndugu zako. Haleluya. Amen. Maisha ya Yosefu kuwa na shinda ilianzia hapo. Haleluya. Kwenda kuangalia ndugu zake. Kuna mtu ambaye amekuletea shinda. Kama ni ndugu yako ama dada yako, mahali ulianzia, anza kumulika mahali mulipoteanwa na yeye. Haleluya. Maybe kuna mambo ulimwambia akaona kwamba utafaidika, akaleta shinda. Haleluya. Kwa maisha yako. Hapa shinda ya Yosefu ilianzia mahala pale. Alitumwa kuchunga kondoo. Wakati alifika pale kutafuta ndugu zake, wakamwona akiwa bari, akasema kale kamuotaji. Haleluya. Amen. Wanakuitanga nani? Wewe wanakuitanga nani? Sema vile wanakuita kwenu. Sema sasa. Wanasema haka kajiwezi, karienda pale Joska, hakuna kitu kanafanya. Yaani madharau ikakuwa ya wanakuletea. Hapa Yosefa wakamwona akiwa kwa pari, akija kuangalia. Haleluya. Akasema nako hatatuona. Haleluya. Amen. Wakakapangia mabaya. Haleluya. Alipangia Yosefu mabaya. Wale wote wamekupangia mabaya. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ya kwamba mabaya hatakuweza. Mabaya hatakushika. Kwa sababu kuna mkono wa Jehova uko juu yako. Mkono ukakutetee kwa maadui zote. Hata ikiwa ni baba yako, mama yako, ndugu zako wakuletee mabaya, nasema ya kwamba mabaya itakuweza. Haleluya. Hayatakupata kwa sababu ndoto zako zitatimia. Amen. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake.
akawakuta huko Dothani. Yes. Wakamuona toka mbali. Yes. Na kabla hawajakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo. Amen. Tufike hapo kwa birika. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa wamepangana, lazima tukaue ili ndoto zako zisitimie, maono yake ititimie. Wakaacha mpango. Yes. Wakaacha kufikiria. Sasa hawa ni mabrothers, wanakapangia, wanasema lazima kakufe siku ya leo. Haleluya. Amen. Wakapangana, wakanyonge na wakaue. Haleluya. Amen. Hawa ni wauaji. Hebu imagine brother zako zinakupangia vile utaapa, wanakupangia vile utaisha ili ndoto zako isitimie. Haleluya. Lakini natangaza, yote amekupangia kibaya hakitakupata. Haleluya. Wanampangia, wanasema wamuweke katika shimo, ndio naitwa birika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo, kuna reta ambayo nataka ituongoze katika hii safari ya Yosefu, na utaandika mahali kwa sababu tutaenda bio. Reta ya kwanza utaandika, hii reta ni P. Tuna P5, 5P. Utaandika na utaandika P ya kwanza inaitwa pit. Sio? Andika mahali pit. Mahali Yosefu aliwekwa lakini alishinda. Umeandika hiyo? Pit. Ya pili utaandika Potifa. Alitolewa katika pit akapelekwa kwa Potifa. Hapo alifanya nini? Umeandika Potifa. Ya pili, ya tatu akatolewa kwa Potifa akapelekwa prisoner. Hallelujah. Hii ni safari ambayo Yosefu alikuwa anatembea. Anatembezwa ili ndoto zake zifikie. Anapelekwa. Kwa hivyo ukiona mabaya unapitia ni ndoto zako zikamilike. Hallelujah. Pia inaitwa Paris. Alitolewa prison akapelekwa Paris. Hallelujah. Si unaona hiyo step ni maisha ya Yosefu. Hallelujah. Ili siku moja akuje ashinde. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ili siku moja. Hallelujah. Watakuja kumtabua. Hallelujah. Na pia mwisho inaitwa prime minister. Hallelujah. Najua zote umeziandika. Haya, wewe andika pit, Potiphar, prison, Paris, prime minister. Hallelujah. Hiyo ni safari ambao Yosefu alikuwa anatembezwa. Kwa sababu alikuwa na maono. Alikuwa na maono yake. Ilikuwa inafungwa ili asiingie. Hallelujah. Na tunaona hapa alishikwa na akaekwa katika shimo. Ndio linaitwa birika. Haleluya. Waliona hakuna haja wamuue, bali wamuweke katika shimo. Ni wangapi wamekuweka katika shimo? Maisha yako imewekwa shimo na akina nani? Maybe uliweka kazi, maybe uliweka biashara, ikaonekana biashara yako inaendelea vizuri, wakaichimbia na wakaeka katika shimo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema sitakaa kwa shimo. Maisha yangu sio ya shimo, bali kuna Jehova atanitoa katika shimo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, tuende katika hiyo birika. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo. Nasi tutasema mnyama mkali amemla. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Amen. Rubeni akasikia. Akamuokoa katika mikono yao. Akasema tusimuue. Rubeni akawaambia msimwage damu. Mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani. Wala msimguze. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya wale watu wao, kuna mmoja wao kuna roho mzuri, anaona ya kwamba kuliko kuliko kumuua, afadhali tumshike. Haleluya. Tupumzike katika lile shimo. Haleluya. Huyu ni mtu amekuja na roho ingine, anasema hakuna haja kumtoa ndugu yetu damu. Haleluya. Afadhali tumuweke pale. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua ya kwamba kuna watu ambaye hawezi kuona ukiendelea. Wao ndio wanaenda kukupangia. Nasema siku ya leo malaika mzuri atumwa na Jehova akutumie, usiangamie mahala pale. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Turuke. Tumemaliza hiyo. Twende 39 verse 1 to 10. Atusome 39 verse 1 to 10. Yes. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri. Naye Potifa akida wa Farao mkuu askari mtu wa Misri akamwona, akamnunua mkononi mwao hao Waishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Mmisri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na yote yaliyomo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hapa tunaona maisha yote yamepitia. Sasa ameuzwa kwa Potifa. Hallelujah. Amen. Sasa ameuzwa, amekuwa ni mali ya Potifa. Hallelujah. Na akapelekwa pale. Hallelujah. Sasa ni mfanyakazi katika nyumba la Potifa. Hallelujah. Alikuwa ameuzwa akiwa kama mtumwa mahali pale, naye alinunuliwa akawa ni mfanyakazi wa nyumba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nazo kazi ambazo alikuwa anafanya zilikuwa Mungu anamwangalia na jicho la rehema. Mambo yote Yosefu alikuwa anafanya ilikuwa inakawiri na inapendeka. Haleluya. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu hatamwachilia. Sema Mungu hataniachilia. Siku ya leo ninajua ya kwamba kuna nguvu inashuka katika maishani mwako. Hautapotea. Biblia inasema ya kwamba hata wakimuuza akiwa mahali pale alizidi kupendeka. Hallelujah. Amen. Wale walikuwa na mdharau pale, aliuzwa kama mtumwa, alienda akapendeka. Kazi yake yote alikuwa anafanya, Mungu akiwa juu mbinguni akateremsha kibali. Sema kibali na kitembee nami. Kazi zote Potifa alikuwa anampea zilikuwa zinafanikiwa. Haleluya. Kibali kiwe juu yako. Kazi zote unafanya siwe zinafanikiwa. Haleluya. Ukiweka makaa kibali kashuka. Ukiweka mandizi ikiwa hata imeosha kibali ishuke na ikanunuliwe. Ukiweka hoteli kibali ikashuka. Ukiweka kazi zote ikupepesha kibali ya Jehova ikakuwa juu yako. Kuopea kibali ya Jehova ikashuka ikaende nawe maishani mwako. Sema napokea kibali. Imagine huyu aliuzwa akateseke. Imagine huyu Josefu aliuzwa akahangaika. Lakini Baba wa mbinguni, haleluya, kibali kikashuka kwake mpaka Potifa akasema hapa niko na jambo ambayo inafanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki
nyumba ya yule Misri. Amen. Fikisha hapo. Haleluya. Amen. Tunaona kubarikiwa ni huyu kijana anaitwa Yosefu. Mahali aliwekwa. Biblia inasema haleluya, hiyo nyumba ikaendelea kubarikiwa. Haleluya, ikabarikiwa. Inasemekana ama inajulikana ile baraka iliingia mahala pale. Haikuwa ni baraka kama ya siku zile zingine. Kwa sababu huyu Mungu alikuwa na Yosefu, hiyo nyumba ikabarikiwa. Haleluya. Sema hata mimi nitabarikiwa. Hata mimi nitabarikiwa. Hata kwako kubarikiwe. Haleluya. Amen. Unaweza kuwa kwako hakuna kitu. Unaweza kuwa kwako unajaribu, unaona ni mashida. Lakini Mungu anaweza kutumia mtu awe baraka kwako. Alete baraka. Usidharau yeyote unaona kwa barabara. Usaidie. Unaweza kuza, umeguza roho ya Bwana. Atiririe baraka. Na akuangazie. Na jicho la rehema. Maisha yako isikuwe ya kawaida. Wale walikuwa na kudharau kupitia lile jambo umefanya. Baraka iwe kwako. Baraka. Hallelujah. Amen. Amen. Gusa roho ya Mungu. Umbarikiwe. Ambia mwenzako gusa roho ya Jehova. Gusa roho ya Jehova. Gusa roho ya Mungu. Gusa roho ya Mungu. Baraka za Bwana zitiririke. Baraka zitiririke. Hallelujah. Amen. 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 Unaona kama kwamba umekwama, lakini kuna jambo moja unaweza fanya. Kuna mtu mmoja unaweza saidia. Ikuwe ni baraka yako. Ikuwe ni chanzo ya baraka yako. Kweli. Hallelujah. Yosefu mahala pale aliuzwa. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaanza kubariki hiyo nyumba. Ikabarikiwa. Ikabarikiwa. Kibali. Kupitia Josefu. Kibali. Tunaombea kibali. Iwe juu yenu. Amen. Kibali endelee pamoja nanyi. Hallelujah. Haleluya. Huyu mjamaa alibarikisha hiyo nyumba ya Potifa. Ilibarikiwa. Haleluya. Amen. Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Tunaona akawa na baraka nyingi kuliko vile alikuwa navyo. Haleluya. Akawa amebarikiwa kuliko bereni, kwa sababu kuna kitu imekuja. Waliokudharau watakuona mbele ukiwa na baraka. Walio wanakuona wewe sio kitu. Maono yako ikitimia. Maono yako ikitimia. Watajua kuna Mungu. Haleluya. Amen. Watasema hapa kuna Jehova. Kuna Mungu. Haleluya. Amen. Gusa roho ya Jehova. Gusa moyo wa Jehova. Baraka za mbinguni iguse nyumba lako. Haleluya. Amen. Amen. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu. Wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri, mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo. Hapo ate mwenye nini? Mwenye uso mzuri. Rudia hapo, mwenye nini? Mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Yaani alikuwa mwenye uso mzuri. Uso wa Yosefu haukuwa umekujana. Yesi kujana ukitumainia Mungu. Alikuwa mtu mzuri na uso mzuri. Ama yako Biblia haijaandikwa hivyo? Imeandikwa. Si imeandikwa hivyo? Alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Hakukaa na makasiriko. Hebu angalia aliye na karibu na wewe. Angalia uso wake. Unaona hiyo uso iko namna gani? Iko na makasiriko. Hiyo uso ni mzuri. Imechanganya nini na nini? Stress. Mafuta iko hapo. Imepanda. Mafuta imepanda. Wanasema sijui nini. Uso imekujana. Huyo ni mtu mzuri kweli. Yosefu akawa mtu mzuri na uso mzuri. Rudia tena baba. Yosefu akawa mtu mzuri. Simumalize. Haleluya. Ni Biblia imeandika hivyo. Lakini lazima tuisome vile hii. Iko. Mtu mzuri, uso mzuri. Mtu mbaya, uso mbaya. Ninyi mmesema. Haleluya. Kwa hivyo ukiona mtu ako na uso mbaya, ako na mtu mbaya, ni mtu mbaya.
Si umalize. Ukiona mtu ako na uso mbaya, unakujana, hauna furaha, ni mtu mbaya. Hebu tazama aliye karibu na wewe. Sasa nikutazama. Hata acheki. Acheki. Hai. Haleluya. Yusufu akawa mtu mzuri na uso mzuri. Haleluya. Hata wewe nakuombea uso mzuri. Mahali utaenda, uso yako ikuwe na meremeta. Mahali unaishi, uwe mtu mzuri. Sio mtu mbaya, anatoa uchafu kwa roho, analetea wale wengine, na kuombea mtu mzuri, uso mzuri. Haleluya. Kuna watu wanakatazwa kazi sababu ya kukunja uso. Odipara. Ukojana. Ati wewe umekuja kuuliza kazi hapa na hii uso toka. Hakuna. Uso tu inasababisha unyimwe kazi. Kweli. Uso tu. Uso. Bali unaonekana kwa uso. Hujatumua hiyo mdomo wako uachilie maneno. Kwa sababu ukiachilia maneno, si unasema uso mzuri? Umesoma lakini uso mbaya. Uko na degree lakini uso ni mbaya. Huyu mtu mbaya, hata maneno ni mabaya. Kwa hivyo hakuna haja ya kuajiriwa. Uso ni mbaya, akiambiwa aongee na watu ni mabaya. Hakuna kazi. Hakuna juu ya uso. Hakuna, ni kutumia uso. Kwa hivyo jaribu kubadilisha uso. At least watu wabadilishe uso. Badilisha uso. Weka uso mzuri ili onekane ndani yako vile uko. Haleluya. Amen. Uso wa furaha, uso unapendeza, na sio kupaka mafuta, hapana. Ni uso mzuri mpaka unaogopwa. Hata ukiparala na uso kuwe mzuri kwa sawa. Yaani sio upake mafuta utuambie ni uso, hapana. Yosefu alikuwa na uso mzuri. Haleluya. Amen. Waondoe sura ya kazi. Weka haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Ikawa baada ya mambo hayo, ndio mke wa bwana wake. Sikiza sasa hapo. Tuko hapo sasa. Soma. Ikawa baada ya mambo hayo. Yusufu kuwa na uso mzuri na kuwa mtu mzuri. Baada ya mambo haya, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Sababu ya uso. Sababu tu ya uso. Haleluya. Si ni Biblia inaandikwa hivyo? Akamtamani kwa uso wake. Mke wa mkubwa anamtamani. Akamwambia lala nami. Hapo ruka. Twende hapo ingine. Luka hapo. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake. Tazama bwana wangu. Hujui kitu kilichowekwa kwangu. Hajui ni nini iliwekwa kwangu. Kwa hivyo huyu Josefu alikuwa anajichua. Baada ya kupewa kazi, akamwambia hujui kitu. Haleluya. Iliwekwa kwangu. Ambia mwenzako wewe hujui kwangu. Hujui ni nini nimewekewa. Hujui maono yangu. Ni kamutu tu unaona hapa kakitembea. Haleluya. Ni mtu tu unaona hapa akienda. Haleluya. Umwambie unijui. Mwambie umjui. Kwa sababu maono ikifikia, hawatakutambua. Mimi wakati nilikuwa nimnaoa, kuna maneno niliambia mpenzi wangu. Nikamwambia nitakununulia gari. Nikamnunulia, nitakununulia shamba. Hata ndege karibu nimwambie nitanunua. Iko wapi? Lakini hapo hakuna uongo, uko hapo. Ni maono ambayo ijatimia. Lakini ikitimia, hizo nitanunua. Sema maono ikitimia. Atapata. Haleluya. Uko na maono. Kwa hivi sasa jipige picha mahali hapa. Ndio. Jipige picha vile ulivyo. Ndio. Kwa sababu ni ushuhuda wa kesho. Ni ushuhuda wa kesho. Ndio. Wamekudharau siku mingi. Yes. Lakini maono ikifikia, ndio, hawatakutambua. Jipige picha.
Kuna kitu inakuja. Haleluya. Hey. Kuna kitu inaja. Hey. Kuna nguvu inaja. Ndio. Maono ikitimia. Ndio. Hawatakujua. Hey. Kwa sababu Mungu ndio anakuangazia. Hey. Na jicho la rehema. Ndio. Hey. Hey. Ni maono. Wanakuonanga ukiuza mandazi. Na chapo. Na mayai choma. Kata weka kashubari. Hapana. Saa hizi ni kashubari, hata waweke koko watakula. Haleluya. Kata hiyo ni haleluya. Saa hii ni mayai boila unauza. Kesho yako maono ikitimia, wale walikudharau natangaza hawatakujua. Weka maono yako, weka maono yako itimie. Mungu ako pamoja na wako. Wanauza mandazi lakini kuna kitu ndani. Ndio. Unauza mandazi. Unauza ile ingine inaitwa samosa. Unazunguka hapa na ndoo utakula. Lakini ndani hata nikupeberezo na utakula. Meloni unakatakata. Wataki kuiangalia. Sema niko na maono. Niko na maono. Niko na maono. Niko na maono. Hiyo meloni unaona? Ndio. Kesho yake. Kesho itakuwa supermarket. Hiyo meloni unaona? Ndio. Hiyo timu unaona? Ndio. Kesho yake. Kesho yake hawatakutambua. Kwa sababu Mungu anakuja kutimisha maono yako. Amen. Haleluya. Amen. Sema maono yangu itatimika. Maono yangu itatimika. Bali usikufe moyo. Usikufe moyo. Yes. Ndio. Hapa tunaona Yosefu anajaribu kung'ang'aniwa. Pale akarushwa, akauzwa, akawekwa kwa piti. Sasa ameuzwa kwa Potifa. Si unaona mpaka Potifa vile anasema mkewe. Anajaribu kumumaliza. Haleluya. Naye anamwambia wewe hujui. Wewe bado hujui. Kile niko naye. Nikuniona unaona nimesimama hapa. Haleluya. Natangaza chairman. Mambo makubwa inakuja. Watu wanaona chairman hapa. Lakini yale Mungu ameweka juu ya maisha yake. Kesho yake. Hamtamjua. Huyu munaona hapa. Kesho yake. Hata wewe uli maisha yako. Vile watu wanakuona. Kesho yako. Hawatakujua. Haleluya. Amen. Bora maono yako yatimie. Na ndoto zako zote isivunjike. Haleluya. Enda na mbele kuombea. Haleluya. Haleluya. Hapa ni Potifa anasema, tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Ndio. Na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Wala hakunizuilia kitu chochote. Ila wewe. Kwa kuwa haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Josefu alikuwa amepewa mandate. Sema mandate ya kufanya chochote katika nyumba ya Potifa. Ikiwa ni kuita mkutano huko waone vile watasaidia. Alikuwa na hiyo permission. Haleluya. Mambo yote alikuwa anafanya, alikuwa amepewa ruhusa. Haleluya. Lakini mkewe hakuwa anajua. Na ndivyo hapa Yusufu anamwambia, nimepewa ruhusa ya kufanya chochote katika ili vyumba. Haleluya. Ila wewe tu. Haleluya. Kwa sababu Deja ikitoka hapo. Haleluya. Na Deja pia inatoka huko kwa bibi ya Potifa. Haleluya. Inatoka hapo. Haleluya. Ndio inaweka Joseph katika kiwango kingine tunaita prison. Haleluya. Akawekwa magerezani. Haleluya. Na huyu bibi Potifa. Haleluya. Amen. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa
nikamkosee Mungu? Yes. Akawa akizunguka akisema, akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku. Ndio, siku baada ya siku. Lakini huyu alikuwa ni kashetani. Siku baada ya siku alikuwa anaongea na Yusufu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeah. Lakini hakumsikia. Lakini hakumsikia alale naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hapa Yusufu alikataa. Brother Mulimi, Yusufu alikataa. Alikataa. Harrison, Yusufu alikataa. Ndio. Hakuitikia, akaondokea. Derito aliondokea kabisa. Akasema hapana. Hapana. Akaondokea. Ndio. Akasema hapana. Ndio. Ili Mungu asimame. Ndio. Hakuna kitu kama hiyo. Ndio. Nimesimama. Yes. Nimesimama na Mungu wangu. Ndio. Sitaitikia. Ndio. Ikawa siku moja. Ndio. Akaingia nyumbani. Yes. Atende kazi yake. Ndio. Wala hapakuwa na mtu. Yes. Katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyu mwanamke akamshika nguo zake akisema, ndio, lala nami. Tunasikia sasa vile Biblia inaendelea. Twende. Yusufu akaiacha nguo yake, ndio, mkononi mwake. Yes. Akakimbia akatoka nje. Amen. Hapa Yusufu aliangalia hakuna jambo lingine. Mimi sitakosea Mungu wangu. Sitakosea huyu mwanjili wangu. Afadhali niache koti nijiokoe mimi. Afadhali niache nguo hii niende. Haleluya. Afadhali uache kile uko nacho kinaweza kurudisha nyuma, ufuate Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akaona hapa nikagorodeithia. Akaondokea. Haleluya. Akasema afadhali kwa Baba. Afadhali kwa Mungu wangu. Yes. Mungu atanitetea. Hata nawe siku ya leo Mungu atakutetea. Yes. Ondokea Mungu. Enda kwa Jehova. Mungu atakusikia. Yes. Na atakusaidia maishani mwako yote. Haleluya. Amen. Amen. Ingekuwa ni wengine kama wangeondokea, lakini Yosefu aliondokea akasema hapana, afadhali Jehova aitwe Mungu, afadhali Jehova ili Mungu aonekane. Haleluya. Amen. Hapo ndipo maisha ya Yosefu, aliingizwa katika prison, na tunaona katika prison hapo ndipo aliteseka. Haleluya. Amen. Turuke hiyo twende 41 1 to 12. Ikawa mwisho wa miaka miwili mizima. Miaka ya mwisho miwili mizima. Farao akaota ndoto. Hapa ni kwa ndoto. Sema ndoto. Hapa tunatembea na ndoto na maono. Yes. Farao ameota ndoto. Haleluya. Natazama. Amesimama kando ya mto. Ndio. Natazama. Ng'ombe saba wazuri. Wanono. Walipanda kutoka mtoni. Walipanda katika mtoni. Wakajirisha manyasini. Ndio. Natazama. Ng'ombe saba wengine. Ndio. Wakapanda nyuma yao. Yes. Kutoka mtoni. Ndio. Wabaya. Wamekonda. Yes. Wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine. Ndio. Ukingoni mwa mto. Yes. Kisha hao ng'ombe wabaya. Ndio. Waliokonda. Yes. Wakawala wale ng'ombe saba wazuri wanono. Basi Farao akaamka, akalala, akaota ndoto mara ya pili. Tazama, masuke saba yalimea katika bua moja, makubwa mema. Na tazama, masuke saba membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba saba yakayala yale masuke saba makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua ya kwamba tunapelekana mzuri. Hapa hii chapter inasema Farao hapa tunaona akionyeshwa ndoto na anaonyeshwa ng'ombe samba
ambao zilitokea kando ya mto ilikuwa ni ng'ombe 7 nono, lakini zingine 7 zikatokea kando ya mto zikawa ni ng'ombe 7 konda. Haleluya! Lakini hizi konda zikaja zikara zile nono. Haleluya! Hiyo ndoto mfalme akashindwa, inasemaje? Akatafuta utawala. Hata hii ingine inasema the same ni ndoto moja lakini naangiwa kwa upili. Hiyo ikamshinda. Haleluya! Akatafuta otaji wa ndoto wakuja wamfanulie hiyo ndoto. Haleluya! Akaita waganga wote wakakuja wakashindwa. Haleluya! Wakashindwa. Hiyo ndoto inamaanisha namna gani? Haleluya! Lakini kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Yosefu. Sasa alikamatwa na akawekwa prisoner. Ni vile tunakatakata. Haleluya! Akakuja akaambiwa kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Yosefa ako pale prisoner. Ni sisi tulikuwa tunaota ndoto na yeye anatufafanulia. Kwa hivyo sasa mfalme na kuomba, haleluya, angeletwa anaweza kufafanua hiyo ndoto yako. Haleluya! Sema wakati wa kukupukwa umefika. Wakati wa kufukuzwa kwa maisha yako umefika. Siku ya leo utakumbukwa. Wale wote walisema utaendelea, umekwama. Siku yako ni leo. Siku yako ni leo. Wakati wa kukumbukwa ni sasa. Yosefu anakumbukwa. Akaitaniwa, akatolewa kwa prisoner na akaletwa katika Paris. Haleluya! Sasa hapa Yosefu ameletwa Paris. Haleluya! Sasa hapa afafanue ndoto. Na ndivyo alipoanua hii ndoto, akasema hii ng'ombe 7 nono ni miaka 7 itakuja ya chakula. Haleluya! Itakuja miaka 7 iliyo na chakula, na ingine 7 itaingia miaka iliyo na njaa. Haleluya! Hiyo ndoto yako inamaanisha hivyo. Mfalme akauliza tufanye nini? Haleluya! Anauliza Yosefu tufanye nini? Naye Yosefu akamwambia hii miaka 7 ambayo ni ya chakula, tengeneza magara uweke hii chakula. Haleluya! Ili wakati wa miaka 7 ukija upate ukiwa na chakula. Haleluya! Kwa hivyo wakati miaka 7 ilikuja ya chakula, walitengeneza magara wakaweka chakula yao. Haleluya! Miaka 7 ya ajai kikuja, wao walikuwa already wako na chakula. Haleluya! Ni nani yako na chakula yake? Chakula ya kiroho uko naye, umejibebea. Haleluya! Jibebea chakula yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ruka hiyo ingine. Kuna chapter nataka tusome. Hawa jamaa walidharau Yusufu, wakaona ndoto zake. Sasa itatimiaje? Sasa nataka tuingie hiyo chapter 43:1. Turuke hiyo, utaenda kujisomea vile anaendelea. Njaa ikawa nzito katika ile nchi. Ikawa walipokwisha kula nafaka walioileta kutoka Misri, baba yao akawaambia, rudini huko mkatununulie chakula kidogo. Yuda akamwambia akisema, yule mtu alituagizia sana akisema hamtaniona uso wangu ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunaona ile miaka ya 7 ya njaa sasa imefika, na njaa ikakuwa mahala pale, njaa ikasogomana katika nchi mzima. Lakini hii nchi Yosefu walikuwa wameweka magara ya kujibebea chakula naye pale kwao, kwa sababu huku walikuwa wameuzwa, kukawa na njaa. Haleluya! Njaa iko mahala pale, ilikuwa inasongomana pale. Wakasikia habari kuna mji ulio na chakula. Haleluya! Wakaanza kutumana. Haleluya! Baba yake akaanza kutuma, haleluya, watoto wake, haleluya, waende wakanunue chakula.
Haleluya. Na mahali wanaenda kununua chakula ni mahali Yosefu ako prime minister. Haleluya. Amen. Mahali wanaenda kununua chakula ni mahali Yusufu wako, yeye ni mkubwa kule. Haleluya. Huku njaa imesonga, karibu wafe ndugu za Yosefu na baba yake, lakini Yosefu mahali aliko wako na chakula. Haleluya. Sema sitahangaika, nimejibebea chakula. Chakula ya kiroho niko naye, chakula ya wokovu niko naye. Hakuna njaa inaweza nisonga. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kulifikia wakati kwao kule alikuwa amezaliwa, njaa imesonga, mahali aliuzwa kuko na chakula. Haleluya. Si unaona vile kunaendelea? Wale wanauliwa na njaa, lakini Yosefu kwa sababu wamejenga magara na nini wamejiwekea chakula, kwao kuko na chakula. Haleluya. Amen. Haleluya. Na ndivyo hapa wakija kununua chakula, kuja hapa wakienda kununua chakula. Haleluya. Hapa wametoka kwao, huko kuko na njaa, chakula iko kule nchi ingine. Haya, wakitembea, neno linasema wakitembea, wakifika hapo Yosefu kwa sababu ni prime minister akajua ile ni brother zetu. Haleluya. Na wao hawayajui, hamuelewi, kwa sababu maisha ya Yosefu ilikuwa imebadilika. Maisha ya Yosefu vile walikuwa wamemuuza sio vile alivyo. Yeye ni prime minister, lakini wao tunaelewanwa. Lakini wao kwa sababu ya njaa, tuuzo tumekuja. Njaa tupo iko ndani kabisa. Lakini Yosefu akawajua, akaona ule ni Rubeni anakuja kununua chakula. Kuja. Akuja. Haleluya. Akamwambia sisi kule kwetu na baba yetu tuko na njaa na imetusonga sana. Haleluya. Karibu ituue. Haleluya. Sasa tunaomba tuuzie chakula. Haleluya. Na hapa ndipo Yosefu anasema mkuje na brother zangu na ndugu zangu. Hebu soma hapa. Haya. Verse 3. Yuda akamwambia akisema, yule mtu alituagizia sana. Yule mtu sasa ni Yosefu, alituagizia sana akisema hamtaniona uso wangu, hamtaona uso wangu ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. Kwa hivyo ameongezea ndugu yake, kwa sababu anataka kutambua huu ni Rubeni, ili nijue huyo mwingine lazima akuje na ndugu yake. Haleluya. Kuja hapa, kuja nani? Joshua. Haya, kamwambia lazima ukuje na ndugu. Haleluya. Tunaelewana? Tuko pamoja. Akamwambia lazima mkuje na ndugu yako. Ukimpeleka ndugu yetu pamoja nasi. Haya, ukipeleka ndugu yetu kwa pamoja, tutashuka na kukununulia chakula. Watashuka na wamununulie chakula. Haleluya. Wakati alikuja na ndugu yake, akaona kweli sikuwa nakosea. Huyo nani mwingine walikuwa na Ruben? Simusome Biblia. Ndugu yake walikuwa nani na nani? Juda. Na Juda. Haleluya. Akaona huyu ni Ruben na Juda, lakini uso yao umekopamana kwa sababu njaa ilikuwa mingi. Hawana chakula. Haleluya. Hawana cha kukula. Akawaambiaje? Ila usipompeleka hatushuki. Maana mtu yule alituambia hamtaniona uso wangu tena, ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. Israeli akasema. Sasa Israeli ni baba yao Yakobo. Mbona mmenitendea vibaya? Hata mkamwarifu mtu yule. Sasa baba yake alikuwa ameamini kwamba Yosefu alikufa, aliwawa. Si ndio alipelekewa ripoti katika chapter 37. Akaambiwa Yosefu alikuliwa. Sasa ndio anasema hapa katika chapter 43. Anasema kwa nini mlinifanya vibaya hivi? Haleluya. Lakini Yosefu
anajua ndio hawa. Ndio. Tuendelee. Israeli akasema, ndio, mbona mmenitenda vibaya, ndio, hata mkamwarifu mtu yule, yes, ya kwamba ndio, mna ndugu mwingine? Mna ndugu mwingine? Akasema, mtu yule alituhoji sana. Yule mtu prime minister alituhoji sana. Habari zetu na za jamaa yetu. Hallelujah. Huyu prime minister aliye Joseph mtoto wao alikuwa anataka kujua kweli hawa ni ndugu zangu, na ndivyo Biblia inasema aliwahoji sana. Hallelujah. Ajue kwamba hallelujah, hawa ndipo akauliza baba yenu wako. Hallelujah. Ndugu yenu wako. Hallelujah. Na ndivyo analirudishia ripoti kwa baba yao Israeli, wakasema huyo alituhoji sana. Akisema baba yenu angali hai. Baba yenu angali hai. Mnaye ndugu mwingine? Nasi tukamjibu sawa sawa. Na maswali hayo. Je, tuliweza kujua ya kwamba atasema shukeni pamoja na ndugu yenu? Shukeni pamoja tena na ndugu yenu. Yuda akamwambia Israeli babaye. Sasa anaongea na baba yake. Mpeleke kijana pamoja nami. Sasa ameitikia, peleka kijana pamoja nami. Na hapa ndipo watakuja kumuinamia. Hallelujah. Kwa sababu wako na njaa. Sasa hapa Yusufu anaamulisha, wataletewa baba yake, na watapiga magoti. Ile ndoto alikuwa naota ni wakati inafikia. Hallelujah. Ile ndoto ya Yosefa ni wakati inafikia. Wapeleke nduguye pamoja na Israeli. Israeli ni baba yao. Ndio. Basi Yuda akamwambia Israeli babaye, ndio, mpeleke kijana pamoja nami, tuondoke twende zetu, ndio, ili tupate kuishi, wala tusife, sisi na wewe, ndio, na watoto wetu. Mimi nitakuwa mdhamini wake. Umtake mkononi mwangu, nisipomleta tena kwako, na kumweka mbele yako, nitakuwa mwenye hatia mbele yako daima. Maana kama hatungalikawia, hakika tungaliisha kurudi mara ya pili. Israeli baba yao akawaambia, kama ndivyo fanyeni hivyo, twaeni tanu za nchi katika vyombo vyenu, mkamchukulie mtu huyo zawadi, zeri kidogo na asali kidogo, ubani na manemane na njozi na lozi. Mkatoe fedha marudufu mikononi mwenu, na fedha zile zilizorudishwa kinywani mwa magunia yenu zirudisheni mkononi mwenu, labda zilisahauliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni kazi yote ambazo yule prime minister ambaye ni Yosefu aliwaitiza, akasema kujeni na mpaka baba yenu. Haleluya. Wakakuja, akaita Yuda. Haleluya. Wakaenda kumpelekea ili wapate chakula. Wakati walimpelekea pale, ndivyo walienda kumuinamia. Haleluya. Wakamwambia, we mkubwa, haleluya, tumeleta. Haleluya. Ndoto ya Yosefu ikakamilika. Haleluya. Ndoto yake ikakamilika. Wale ndugu zake, baba zake, wakaenda wakamuinamia. Haleluya. Nami nasema siku ya leo, ndoto yako uliyoota, maono yako uliyopanga, na tangaza siku ya leo, kama vile ndoto ya Yosefu ilikamilika, hata yako itakamilika. Maono yako itatimia katika jina la Yesu Kristo. Wasikufunge mdomo, waseme unyamaze, kwa sababu kuna maono, kuna ndoto yako, na itakamilika. Amen. Haleluya. Wote wakakuja wakamuinamia. Haleluya. Akiwa prime minister.
wakaenda wakamuinamia. Haleluya. Akiwa mkubwa naye akawasaidia. Haleluya. Wale ambao wako na ndoto, natangaza ya kwamba maono yako sio ya kusaidiwa, ili wewe maono yako itakusaidia. Haleluya. Hautaanguka kwa sababu uko na maono, na maono itafanya kazi katika maisha yako. Haleluya. Tumalizia 50. Nasoma verse 2. 50:25. 50:25. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli. Akasema, bila shaka Mungu atawajia nyinyi. Nanyi mtanipandisha huko mifupa yangu. Ndio. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110. Yes. Wakampaka dawa. Ndio. Wakamtia katika sanduku huko Misri. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya Josefu, ndoto zake zilitimia na akawa na miaka 100. Haleluya. Miaka yake ikakuwa ni mingi. Hata wewe nakutangazia, utaona watoto wako. Utabarikiwa. Ndoto zako zitatimia. Maono yako siku ya leo yatatimia. Na utaona uzao wa uzao ukiwa mzima, kama vile Yosefu aliona watoto wake. Haleluya. Uende na maono. Usifungwe kwa sababu itatimia. Usifungwe katika maisha kwa sababu maono itatimia. Maono yako na itimie. Maono yako na itimie. Vile walikudharau, maono yako ikitimia, hawatakujua kwa sababu utakuwa umeinuliwa. Sema, nitakuwa nimeinuliwa. Maono yenu na itimie. Maono yako na itimie. Mungu ambariki na pia watende makuu. Pigia makofi mazuri. Simama na miguu yako, tuongee na vinywa vyetu. Maono itatimia. Sitakufa kabla sijatimiza kile Mungu aliniumba nitimiza duniani. Simama ukiri na kinywa chako. Nataka mtu anakiri na kinywa chake, maono itatimia katika jina la Yesu. Hata kama anapitia mazito, hata kama uko kwa shimo, hata kama unapitia mambo inaweza kuonyesha ni kama maono haiwezi ikatimia, tunatangaza, tunadeclare kwa jina la Yesu, kila maono Baba alikupatia ukiwa mdogo, ukiwa msichana, ukiwa shule, ukiwa kwa madhabahu, kila maono Baba alikupatia, I want to declare today, lazima itatimia kwa jina la Yesu Kristo. Shanda raba shakatari mazaya, shanda raba shakataraba bushanda. Omba kiri kwa na kinywa chako katika jina la Yesu. Wakati uko na maono ndio vita inakuwa kali. Wakati uko na maono unarushiwa mawe, lakini hiyo mawe haitazuia, hiyo vita haitazuia maono yako ikatimia. Rimashakataramazaya ribababushakataramakoto rimayanda rababusheke reketeribabushanda rabashakataramamazaya. Ni kwa sababu maono yako ni makubwa ndiposa unapitia kilio na mateso. Ni kwa sababu maono yako ni makubwa ndiposa unapitia vita kali. Usikufe moyo dada, usivunjike moyo mzee, lazima maono itatimia. Mungu ametunenea siku ya leo kupitia kwa mtumishi wake, mchumbe wake, ya kwamba tushikilie maono, hatutawachilia maono hata wakati mambo inakaa ni kama ifanyike. Tunaendelea kushikilia maono. Yusufu alishikilia maono mpaka akakuwa prime minister. Rimashaka rimamamashanda. Ongea na Mungu, kiri na kinywa chako, kiri ambacho unakiri hata shetani mwenyewe atakiogopa. Kile unatangaza kwa maisha yako hata shetani mwenyewe atakiogopa. Rimashakataramazaya rokotorimashakatarimazaya. Jehova, niko na maono ya kujenga kanisa ya ghorofa, niko na maono ya kwenda makurusede, niko na maono makubwa. Joskarimakuta shakataramazaya rabashakatarababuzaya rimashakatarababuzaya rebeketeribabushanda rabashakataribabushanda. Tabiria biashara yako. Uko na maono ya kufanya biashara ya kimataifa.
hata kama bado uko kwa kibanda, hata kama bado unauza vitu za chini, bado uko na maono ya kwenda ng'ambo kuendea vitu, uko na maono ya kuendea vitu China, uko na maono ya kuendea vitu Dubai, uko na maono ya kuendea vitu Taki, ribashaka tarinae rebeketeri mama shanda. Uliona maono ukipanda ndege kuendea vitu za kuuza, hiyo maono bado iko. Shakatara mazaya rabashakatari mashando robo shakatari mamazaya, hiyo maono haijaisha, hiyo maono haija expire. Maono yako bado iko. Rimashando robo zaya, right yake Jehova rimakuta, right yake Jehova rimazaya. Umetunenea Baba yangu, ushikilia maono yetu, tushikilia ndoto zetu. Tumesikia sauti yako Baba, tunashikilia maono siku ya leo, tunashikilia ndoto zetu Baba yangu, hazitaharibiwa na shetani, hazitakosa kutimia. Umetuambia Jehova rimazaya, ndoto zetu na maono zinakuja kutimia Baba, zinakuja kutimia Mfalme, zinakuja kutimia Jehova, zinakuja kutimia my God. Shakatari makuta, wewe ndiye Baba yetu. Ulianza kazi njema katika maisha yetu Bwana, hilo kazi njema ulianza wewe peke yako Mfalme, unakuja kuikamilisha. Omba kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana wa majeshi, maono yako haitakatizwa, maono yako haitakatizwa na kifo. Tunakataa premature death, tunakataa kifo cha mapema cha kuzuilia maono, cha kuzuilia ndoto zetu. Tunakataa magonjwa ya pressure, magonjwa ya kansa, magonjwa ya diabetes, ya kupinga maono, ya kuzuia tusifike kwa maono. Tunakataa kila pingamizi, tunakataa kila pingamizi. Masauti yote inaongea ya kutoka kwa familia, ya kutoka kwa waliyekufa, ya kutoka kwa familia zetu. Bwana wa majeshi, leo tunanyamazisha sauti zote zinaongea kule tulizaliwa, za kupinga maono, za kufunga maono. Tunatangaza leo maono yetu haitafunikwa, maono yetu haitawekwa kwa shimo. Shakataramakoto, shakataramazaya. Roho Mtakatifu wa Bwana, shuka Bwana ukatusaidie. Tulikuwa tumekata tamaa, tulikuwa tumevunjika moyo, lakini kuna Roho wa Mungu anakuja kutusaidia, lakini kuna Roho wa Bwana anakuja kututengeneza, anakuja kututia nguvu. Shakatarababu shanda. Uliona maono na ndoto, ninakutabiria leo, ninakutabiria leo, hiyo ndoto uliona, hiyo ndoto itatimia. Uliona ndoto ukiendesha gari yako, uliona ndoto ya nyumba ya ghorofa, uliona ndoto ukipanda ndege, uliona ndoto ukifanya harusi, hiyo ndoto itatimia, hiyo ndoto itatimia, hiyo ndoto itatimia, hiyo ndoto itatimia. Shetani hana uwezo kinyume na maisha yako. Shakatarababu shanda, shakatarababu zaya reketari mashanda. Ukienda mikutano nchi za ng'ambo, uliona ndoto, uliona maono, ninakutabiria siku ya leo hiyo ndoto itatimia. Shikilia ndoto yako, shikilia maono yako, kwa sababu tumenenewa siku ya leo ya kwamba itatimia. Ribababababa rimamama shanda rimamama zaya. Mahali ulipo siku ya leo sio mahali utakuwa kesho. Kesho yako ni mzuri kuliko leo yako. Kesho yako iko na matumaini. Kesho yako ndoto itatimia. Kesho yako ndoto itatimia. Kesho yako ndoto itatimia. Shandarababa shanda, shandarababa buzaya, shandarababa buzaya, shandarababa bushende. Kuna maroho ya kupinga maono, tunakataa maroho ya Herode. Kataa roho ya Herode, roho ya kukamata maono. Kamata roho ya Farao, tunakamata maroho ya Farao ya kutafuta Musa akiwa mtoto mdogo. Tunakamata roho ya Herode ya kukamata maono na ndoto na kuua. Tunashika hiyo maroho, inaitwa maroho ya Herode, inaitwa maroho ya Farao. Tunaishika mateka leo, tunaishika mateka leo ya kupinga ndoto zetu, ya kupinga maono yetu. Shandarabazaya, shandarabazaya. Lazima ndoto yako itatimia. Wewe vile unajiona siku ya leo sio vile kesho yako itakuwa.
Waliyekudharau siku moja watakusalimia na heshima. Waliyekudharau kwa sababu ya mavazi, waliyekudharau kwa sababu ya shida, siku moja ninakutabiria watakusalimia kwa heshima, watakusalimia wakiwa wameinama. Riba shakatari naye ninakutabiria Jehova, rima mama mazaya, rima shakatari naye, right yake Jehova, right yake Master, right yake Rabii, right yake Baba, right yake Jehova, right yake Baba, right yake Rimazaya. Oh my God, oh my God, oh Jehova, kuna siku Bwana watu watanisalimia kwa heshima. Kuna siku Baba watu wataniinamia wakiniheshimu. Waliyenidharau siku ya leo, ambaye wananidharau mimi, niko na Mungu mkubwa, nimebeba Mungu mkubwa, nimebeba maono, nimebeba ndoto zangu zitatimia katika jina la Yesu. Shakataramazaya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Riba shanda rabazaya. Inua mikono juu. Nataka niombe pamoja na wewe kwa sababu maono na ndoto zitatimia. Yes. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo. Yes. Wewe ndiye Baba, wewe ndiye Mungu na hakuna kama wewe. Pio. Wewe ndiye Baba uliyetuokoa kupitia kwa damu yako. Yes. Wewe ndiye Mungu ulianza kazi njema kwa maisha yetu. Pio. Wewe ndiye Baba, ninajua ya kwamba Mfalme, kuna kazi njema ulianza kwa kila mama. Yes. Kuna kazi njema ulianza kwa kila mzee. Yes. Kuna kazi njema ulianza kwa kila dada. Pio. Kuna kazi njema ulianza kwa kila kijana. Yes. Kuna kazi njema ulianza kwa kila mchungaji. Yes. Baba, siku ya leo Mfalme wa ajabu, umetunenia kwa njia ambayo tunaiweza kuielewa. Umetunenia kwa njia safi Bwana wa majeshi. Yes. Kupitia kwa mtumishi wako Jehova Redeemer. Yes. Yeye ni chombo Bwana wa majeshi. Umemtumia Jehova King of Glory. Yes. Kutuambia ya kwamba Bwana wa mabwana, kila ndoto na maono tuliyoona, yes, Baba umetuambia siku ya leo, hata kama tunapitia kwa maji mengi, yes, hata kama tunapitia kwa mioto, hata kama tunapitia kwa shida, yes, hata kama tunapitia kwa mateso, hata kama tunapitia kwa kilio, umetukumbusha Bwana wa majeshi kupitia kwa neno lako siku ya leo, yes, ya kwamba ndoto zetu bado hazija expire, ya kwamba maono yetu bado hayaja expire, yes, kwa sababu umetuambia Jehova, umetuambia ndoto zote tulizoota Bwana wa majeshi, maono yote tuliona Bwana wa mabwana, unasema inakuja kutimia, unasema inakuja kutimia Bwana wa majeshi. Napitia uchungu leo, tunapitia mateso leo, tunapitia kuhangaika leo, lakini umetukumbusha tushikilia ndoto zetu, tushikilia maono yetu. Umenena nasi kanisa lako Bwana, kuna watu mahali hapa waliwachilia ndoto zao, waliwachilia maono yao, lakini Baba neno lako limetuambia tushikilie ndoto na maono yetu, kama vile Yusufu aliota Bwana wa majeshi ya kwamba baba yake na mama yake, ya kwamba mwezi na nyota zitakuja kumuinamia, hata kama alipitia kwa mateso, hata kama alipitia gerezani, hata kama aliuzwa kama mtumwa. Bwana wa majeshi, hizo ndoto walishikilia na zikakuja kutimia. Baba, ninaomba siku ya leo, kuna mtu katikati yetu alikuwa amewacha maono, alikuwa amewacha tamaa, alikuwa amekata tamaa. Baba, ninaombea mtu siku ya leo ya kwamba ashike maono yake, kwa sababu Bwana wa majeshi, wewe ndio unakuja kutimiza, wewe ndio unakuja kutimiza, wewe ndio unakuja kutimiza. Baba, ninatabiria kila mmoja, kuna watu wanatuchukia, kuna watu wanatutesa, kuna watu wanatudharau kwa sababu ya mavazi, kwa sababu hatukusoma, kwa sababu ya hadi tunapitia. Baba, ninatabiria watu wako ya kwamba vile wanachukiwa, ya kwamba vile wamekataliwa, watakuja kusalimiwa, watakuja kusalimiwa kwa heshima, watakuja kuheshimika, watakuja kukalia viti za ufalme katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tuko hapa siku ya leo, wewe ndio umetunenia Mfalme, tunashikilia neno lako. Vitu vyote vitaisha, vitu vyote vitapita, lakini neno lako Bwana, neno lako litasimama. Jehova, tunashikilia neno lako siku ya leo, tunashikilia neno lako siku ya leo katika Genesis 37. Mfalme,
ndoto zetu zitatimia. Ndoto yako itatimia. Ndoto yako itatimia. Sema ndoto yangu itatimia. Kiri na kinywa chako, ndoto yangu itatimia. Sema ndoto yangu itatimia. Sema ndoto zangu zitatimia katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tumekiri kanisa lote ya kwamba ndoto zetu zitatimia. Kuna watu waliona wakifanya harusi. Kuna watu waliona Bwana wakienda mikutano ng'ambo. Kuna watu waliona wakiwa na mapresident wa madunia. Baba, I declare today ya kwamba kila ndoto Bwana wa majeshi, yoyote yako chini ya hii sauti, yoyote yako chini ya upako, yoyote yako chini ya hii neema, I want to declare today ya kwamba ndoto yako itatimia. Uliona maono makubwa, hata ukaona ni kama fanani na wewe. I want to declare today, hiyo maono uliona lazima inakuja kutimia. Haitakawia katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tunaombea neno lako siku ya leo. Hilo neno Bwana wa majeshi, unasema neno lako unapolituma halitakurudia utupu mfalme, lakini litatimiza kila kusudi ulilituma likatimize. Jehova, hilo neno umetuma siku ya leo, wacha likatimize kusudi lako, na ili utukufu na ushindi wako ukaonekane. Na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen. Imenaweza keti chini, pigia Yesu makofi mazuri. Wale wako online, wacha niombe pamoja na wao. Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, ninaombea wale wako online, Jehova Mungu wa Israeli. Wamesikia neno lako Jehova Redeemer. Naomba popote wanatazama ndani ya nchi ya Kenya, hata katika mataifa nje mfalme, Bwana ninaomba ulinzi na baraka. Kuna wengine watazama hata kwa vitanda za hospitali. Baba, natangaza ukawaponye siku ya leo. Tangaza Baba, ili matumaini yao kaendelee kuishi. Bariki kila mmoja, wengine kwa magerezani, popote wanatazama Bwana watetee na ukawapigania kama vile ulitimiza ndoto za Yusufu, ukawatimizie, na ni katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo wale wako online, Mungu wabariki na watende mema. Hili ni kanisa la Jesus Winner Joska, mahali kila mtu ni mtu. Mungu wabariki, na kipindi kitaendelea Jumapili na kipindi kitaendelea Tuesday. Tunakuwa kwa online. May God bless you, na tunawapenda na Yesu anawapenda zaidi. Shalom, peace of God. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hiyo makofi ni ya kuboeka. Si ya watu wamepokea ujumbe.